Net Event 2026 Tumaini lenye baraka. Umekumbuka kumsalimia uliyekaa karibu naye? Ni kuombe msalimie. Mshike mkono msalimie, mshike mkono msalimie. Kama hakusalimii, hama mahali hapo, huenda sio mtu mwema. Asante sana. Mungu awabariki sana mnaotufuatilia kupitia vyombo vyetu vya habari na wale mlioketi mahali hapa. Niwaalike kabisa katika kipindi chetu pendwa, kipindi cha familia. Na jana tuliangalia maana ya ndoa. Tukasema ndoa ni muunganiko wa mwanamume na mwanamke ambao wamekubaliana kuishi kama mume na mke. Hilo neno tusilisahau. Wazazi, nilikazia sana jana wale mlioko mahali hapa kwamba ni muunganiko wa mwanamume na mwanamke. Kwa sababu dunia ya leo, hili msipolifahamu, dunia ya leo imebadilika sana. Watu wanaleta watu wa jinsia yao kama wachumba. Binti analeta binti mwenzake, kijana wa kiume analeta kijana wa kiume mwenzake. Wakumbusheni mnapokuwa majumbani, wafundisheni watoto kwamba ndoa ni kati ya mwanamume na mwanamke. Lakini msiishie tu hapo, mwambie sio kila mwenye jinsia ya kiume ni mwanamume, wala sio kila mwenye jinsia ya kike ni mwanamke. Wapatieni sifa za mwanamume na sifa za mwanamke tulizoziangalia jana. Leo tunakwenda kuangalia mambo ya kukumbuka kabla haujaingia kwenye ndoa. Kwa nini tunajifunza habari za ndoa? Kwa nini ni muhimu tujifunze habari za ndoa? Nataka nikupe sababu 6 kwa nini tujifunze habari za ndoa. Sababu ya kwanza, ndoa ni chuo pekee ambacho watu hupewa cheti kabla hawajaanza masomo na kabla hawajafanya mtihani. Yaani unapewa cheti ndipo unaanza masomo. Hiki chuo sio cha kawaida. Na kama kuna kitu ambacho watu wanapaswa wajifunze kwa undani ni swala la ndoa, kwa sababu mtu anapewa cheti kabla hajaingia kwenye masomo. Namba 2, ndoa ni chuo ambacho mtihani wake hauwezi kuangalizia. Mtu asikwambie angalizia kwenye ndoa ya fulani. Ndoa ina mtihani ambao kwanza hauna past papers. Yaani hata kama mtihani unafanana, namna walivyosolve ule mtihani hauwezi kufanana na wewe utakavyosolve. Kwa hiyo sababu ya pili kwa nini tujifunze habari za ndoa, kwa sababu ndoa haina namna ya kuangalizia. Kila mmoja anakoma kivyake. Na nikwambie, usiangalizie hata kwa ndoa ya mzee wa kanisa wala ya mchungaji wala ya paroko. Huyo naye ana ya kwake. Pambana na hiyo ya kwako. Namba 3, kwa nini tujifunze habari za ndoa? Ndoa ni chuo ambacho hata kama hujui kusoma na kuandika, utakaa kufanya mtihani. Yaani kinabeba wote, wanaojua kusoma na wasiojua kusoma wataufanya huo mtihani. Yaani usije ukasema mimi sijui kusoma na kuandika kwa hiyo sitafanya mtihani. Wote watafanya mtihani. Sababu ya 4, kwa nini tujifunze habari za ndoa? Ndoa ni chuo pekee ambacho mtihani wake huwatoa jasho watu wote, wenye elimu kubwa na wenye elimu ndogo, matajiri kwa maskini, wenye vyeo na wasiokuwa na vyeo, wenye pesa na wasiokuwa na pesa, wote wanatoka jasho. Hamjawahi kuona mtu kule ofisini anapigiwa saluti, akifika tunasema yes boss, ila akifika nyumbani kama mama kanamwambia pitisha begi lako hapo ndani, hakana muda naye. Yaani ubosi wako ni kule, lakini ukishafika nyumbani, ndoa haijui cheo, ndoa haijui nyota 3, ndoa haijui bosi, ndoa haijui manager wala mkurugenzi. Wazee, ndoa haijui askofu wala ndoa haijui katibu mkuu. Haielewi. Ndoa inachokijua wote ni levu. Hiki chuo sio cha kawaida. Namba 5, kwa nini tunajifunza habari za ndoa? Ndoa ni kiwanda cha pekee. Sikiliza hii habari. Sikiliza hii. Ndoa ni kiwanda cha pekee ambacho huzalisha watu mbalimbali wanaohitajika katika jamii. Yaani ukimwona mwalimu shuleni anafundisha, amezalishwa kwenye kiwanda cha ndoa. Ukimwona injinia, ukimwona mchungaji. Kwa hiyo wale mlio na kiwanda hicho, zalisheni kwa umakini, kwa maombi mengi, kwa kumshirikisha Mungu, maana jamii inasubiria mtoe bidhaa ya maana yenye faida katika jamii. Kama uko pamoja nami sema amina ukipunga mkono. Namba 6 na mwisho,
Kwa nini tujifunze habari za ndoa? Ndoa ni taasisi pekee ambayo hufunua upendo wa Mungu kwa wanadamu. Yaani ukitaka kuangalia Mungu anampendaje mwanadamu, unaangalia ndoa. Sio hizi za kwetu zilizoharibika leo. Mpango wa Mungu kuhusu ndoa alitaka watu wajifunze upendo wake kupitia ndoa. Namna mke na mume wanavyopendana, wanavyohudumiana kupitia ndoa. Hizo ni sababu 6 kwa nini tujifunze kuhusu ndoa. Sasa mambo ya kukumbuka kabla hujaingia kwenye ndoa. Sikiliza kitabu cha Zaburi ya 11 na ule mstari wa 3. Kama unaweza fungua nami, kama huwezi tembea pamoja nami ili mimi nitakusomea kwa niaba yako. Kitabu ni Zaburi ya 11 na ule mstari wa 3. Anasema hivi: kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kwenye ndoa ukikosea misingi, umeharibu kila kitu. Leo nataka nizungumze na vijana ambao hamjaingia kwenye ndoa. Hebu kama mpo mahali hapa mnipungie mkono, hata kule kwenye vituo ambao wow, kumbe kuna kundi kubwa. Sasa sikiliza vizuri. Ndoa inatengenezwa kwa umakini katika msingi. Kama vile mjenzi wa nyumba anavyothamini sana katika msingi wa nyumba yake, ndivyo hivyo kwenye ndoa unapaswa uthamini msingi. Na msingi wenyewe ni nini? Ni kipindi cha uchumba. Mambo ambayo haupaswi kuyapuuzia, mambo unayopaswa kuyakumbuka kabla hujaingia kwenye ndoa. Jambo la kwanza, kumbuka kwamba kuingia kwenye ndoa unafanya jambo la milele. Hii sio testi. Hii sio rehearsal. Hii sio jambo la muda, ni la milele, linabeba maisha yako. Kwa hiyo unapoingia kwenye ndoa, kumbuka kwamba umebeba jambo la milele. Kwa hiyo fanya kila linalowezekana uhakikishe unayeingia naye kwenye ndoa anafaa kuwa wa milele. Hakikisha hilo jambo nalifanya. Jambo la pili, unapoleta mwenzi kwenye maisha yako, si kwa faida yako tu. Naomba nisikie vizuri. Unapoleta mwenzi kwenye maisha yako, si kwa faida yako. Na sisi jamii tunatarajia huyo mwenzi atufai. Unasema, sasa mchungaji, mnataka kuniingilia maamuzi yangu. Kwa nini niamue kwa kumfuata ninyi jamii? Sisi ndio tunaonufaika sana kuliko ninyi. Hebu sikiliza vizuri. Wakati wewe unamuita mume, sisi tunamuita baba. Sisi tunamuita mjomba. Sisi tunamuita mchungaji wetu. Sisi tunamuita shemeji. Kwa utagundua wewe una jina moja tu kwake, mpenzi. Sisi tuna majina mengi: shemeji, mjomba, kaka, baba mdogo. Kwa hiyo tuchagulie baba kwa umakini. Mbonyeza jirani yako, mwambie pastor endelee awaweke ituo. Wakati wewe unamuita mke, sikiliza vizuri. Wakati wewe unamuita mke, sisi tunamuita mama. Sisi tunamuita shangazi. Sisi tunamuita mjomba, tunamuita shemeji. Kwa hiyo hakikisha unapochagua, unachagua mtu ambaye atatufaa kumuita majina hayo kwa uangalifu. Hiyo ni sababu ya pili. Unapaswa ukumbuke hicho. Sasa kuna watu wanasema, mimi nachagua ninavyojua mimi. Sawa, wewe umeangalia mguu mzito, sisi tunaangalia ulimi wa mama. Sasa sisi watoto, unajua sisi watoto hatuna cha kufanya na mguu wa bia. Mguu wa bia ni kwako. Ila sisi watoto tunataka mama mwenye roho nzuri, atakayetupenda, atakayetutunza vizuri. Kwa hiyo unapochagua, hakikisha kwamba unachagua mtu ambaye wewe unaporidhika kwamba nimechagua mtu ambaye ana umbo zuri. Je, ulimi wake utafaa kulea watoto wako? Namba 3. Jambo la kukumbuka la 3. Huyo mtoto unayemleta duniani, maana ukiingia kwenye ndoa kwa baraka za Bwana lazima tu utapata watoto kwa neema ya Bwana kama kikubali. Huyo mtoto unayemleta duniani si mali yako tu, ni mali ya jamii pia. Kwa nini? Huyo mtoto baadaye ndiye kwetu atakuwa ni mwanafunzi wetu, ni mwalimu wetu, ni mteja wetu kwenye biashara. Kwa hiyo unapolea mtoto usiseme msinifuate ninalea ninavyojua. Wamama hilo wanalijua vizuri, wanasema wanafuatilia sana maisha ya watu. Yaani mimi mtoto ni wa kwangu, kwa nini? Sikiliza, ndio kwako ni mtoto, ila kwetu sisi ni mteja. Atatuibia chenji, atatuibia bagia zetu. Kwa hiyo mlee vizuri, maana huyo ni mteja wetu. Huyu kwetu ni mwanafunzi.
Tunataka mwanafunzi bora. Unapomruhusu nyumbani anapanda juu ya meza anaruka, maana yake unatuambia hata atakapokuja kwetu akiwa mwanafunzi wetu atapanda juu ya madawati na kupiga sarakasi. Tuletee mwanafunzi aliye bora. Kwa hiyo sio tu swala la mtoto, ni swala la faida ya jamii. Namba nne, unapotafuta mwenzi wa maisha ni zaidi ya mpenzi. Unajua vijana ndio maana nimesema vijana msikie vizuri. Vijana wengi huwa wanaishia tu kusema honey, dear, love na nini nyingine, chocolate, apple na kadhalika. Yote hayo weka tu. Lakini sikiliza, unapotafuta mwenzi, unatafuta mbeba maisha yako. Amebeba hatima ya maisha yako. Ni swala la uzima na mauti. Yaani huyu ndiye atakayeamua unaingia peponi au unaingia kuzimuni. Usicheze sana na mwenzi. Kuna watu wanasema apambane kivyake, kila mmoja safari yake ya kwenda mbinguni. Umesahau wewe na yeye ni mwili mungapi jamani? Kwa hiyo usije ukasema, na ndio maana huwa na challenge hata wale wanaowahi kwenda ibadani. Anasema sikucheleweshe maana yeye haendi. Anakimbia anaenda ibadani, anaacha mwenzi wake nyuma, anasema kila mmoja na njia yake. Sikiliza, ni sawa na kupeleka mguu mmoja kanisani, mwingine umeuacha nyumbani, anasema ngoja mguu wa kulia utangulie kanisani, wa kushoto ubaki. Ninyi ni mwili mmoja. Kwa hiyo kumbuka kwamba mwenzi ni mbeba hatima wa maisha yako. Namba tano. Jambo la 5 la kukumbuka, wale ambao umebarikiwa kupata watoto katika familia zenu. Mtoto ni zaidi ya mtoto. Kumbuka hicho kitu. Mtoto ni zaidi ya mtoto. Hapa katikati nitazungumzia habari ya mwanamke anavyopaswa kulea mtoto akiwa tumboni. Wakati sisi tunaona mama ni mjamzito amebeba mtoto, katika kitabu cha Mwanzo Biblia inamwambia Raheli amebeba mataifa mawili katika tumbo lake. Wewe unaona mtoto, lakini mbingu zinaona mataifa. Kwa hiyo ni zaidi ya mtoto, ni mataifa. Unapozaa mtoto umepata mbeba maono wa familia. Jambo lililoshindikana kwenye maisha yako, mtoto atalifikisha. Labda ulikuwa na mipango ya kuvaa shera, ufunge ndoa, bahati mbaya ukakwapuliwa siku ulipoenda kusaga kule mashineni, usiumie. Mwanao anaweza kukufikisha kwenye mipango hiyo na akavaa shera kwa jina la Yesu. Labda ulitaka uwe na degree, uwe na PhD, bahati mbaya ukaishia darasa la 3D, usiumie. Mtoto wako ni mbeba maono, anaanzia pale ulipoishia. Jana alituambia vizuri sana mchungaji Butoke kwamba hata Ibrahimu ahadi zake zinatimia kwa watoto wake, kina Isaka, kina Yakobo, kina Yusufu, anabebwa mifupa yake. Kwa hiyo watoto ni wabeba maono wa familia. Sasa sikiliza. Kuna kitabu hiki kinaitwa The Meaning of Marriage, ni ukurasa wa 27. Kuna kitu kimeandikwa mahali hapa, naomba nikisome. Anasema tangu mwanzo ndoa ilionekana kama agano la kuweka pembeni, kama agano takatifu lililokusudiwa kumsaidia kila mmoja kuweka pembeni tamaa na maslahi binafsi kwa ajili ya ustawi wa uhusiano. Na kwa mtazamo mwingine, ndoa ilikuwa ishara ya upendo wa Mungu. Kwa mtazamo mwingine, ilikuwa kwa ajili ya manufaa ya jamii nzima. Usiingie kwenye ndoa ukasema najiburudisha mimi mwenyewe. Ndio maana zamani wazee mlioko mahali hapa, wale wazee mlio na miaka 60 na kuendelea, zamani kijana singeingia kwenye ndoa kabla haja consult wazee wake. Kwa nini? Maana kile ambacho alikuwa anakileta nyumbani, athari yake ilikuwa inakwenda moja kwa moja mpaka kwa jamii yake. Ndio maana walikuwa wanauliza, utasikia mzee anakuambia usioe kwa fulani. Kwa nini? Wale watu wana mkono. Sasa nyinyi mmekutana tu chuoni hapo, haujui kama ana mkono hana mkono, umeshabeba tayari umeenda kutambulisha. Wanachunguza. Hayo ni mambo ambayo walikuwa wanaangalia kwa ukaribu sana. Sasa sikiliza, yako mambo 5 muhimu ya kuangalia kabla haujajenga msingi wa ndoa. Nifuatilie kwa haraka mahali hapo. Ndoa ni kama nyumba. Kadiri unavyojenga, kama vile unavyojenga nyumba, kuna mambo 5 ya kuzingatia na kuangalia kabla haujaingia katika kujenga msingi wa ndoa. Jambo la kwanza, fanya utafiti ili kujua aina ya udongo wa eneo lako. Mainjinia watanielewa vizuri mahali hapo. Kabla hujajenga nyumba yako, fanya kitu wanaita soil test and soil analysis. Jaribu huo udongo. Tuna aina 3 za udongo. Tuna mfinyanzi, tuna kichanga na tuna tifutifu. Sasa unapoingia kwenye ndoa, muelewe mwenzi wako ni aina gani ya udongo.
Udongo mfinyanzi una sifa ya kung'ang'ania. Sasa ukiingia kwenye ndoa na mtu mwenye sifa ya udongo mfinyanzi, kumbuka ni mtu wa kung'ang'ania. Aking'ang'ania katika mema, una bahati. Hao ndio wale watu ambao atapigwa, atateswa, lakini haachii ndoa. Lakini aking'ang'ania katika mabaya, atakukumbusha mpaka dhambi ya kipindi cha Elimino. Maana ni king'ang'anizi, ni udongo wa mfinyanzi. Hajui kusamehe. Mtakaa kabisa mtambizana, mke wangu sasa yameisha, mme wangu hebu tufumbe macho tuombe. Mnaomba kabisa. Lakini baada ya mwaka mmoja atakwambia, ole wako tena ufanye kama ulioyafanya mwaka ule. Udongo wa mfinyanzi. Wang'ang'anizi haujawahi kuona. Bahati nzuri huyu mtu akupende. Akikupenda utaenjoy. Hautampigia simu kwa wiki, yeye atakupigia. Hautamtumia hela ya mahitaji, yeye atakutumia. King'ang'anizi. Namba 2, kichanga, wenye sifa ya udongo wa kichanga. Hebu sikia hapa kidogo. Udongo wa kichanga, wale ambao wamewahi kusanya kifusi cha mchanga, unaweza ukaweka mchanga hapa kifusi, baadaye ukakuta eneo lote hili limejaa mchanga. Hawa watu wana sifa ya kutokushikika. Wanataka kusanywe kila wakati. Ni wakupetipeti. Pole. Unajua hata kama amekosea yeye, anataka wewe ndiye uombe msamaha. Na utamjuaje huyu mtu? Mkianza kujadili kosa, atapanda juu ahakikishe anakushusha chini, wewe ndiye uombe msamaha. Udongo kichanga, tukutane hewani kwa mkono. Watu wa kudeka, watu wanaotaka kudekezwa. Faida ya hawa watu wa udongo wa kichanga ni watu wa kuachilia, maana sio mfinyanzi. Yaani sikiliza, anaweza akakufumania hapo akakwambia Biblia imesema tusameheane 7 mara 70. Hana kinyongo na mtu, ni mtu wa kuachilia. Lakini bahati mbaya ni don't care. Mwanamke au mwanaume mwenye sifa udongo kichanga hajali. Unaweza ukatoka nyumbani ukaenda kwenye sherehe na tongo na asikwambia, anakuambia atajijua mbele ya safari. Kichanga hawajali, hawana huo muda. Sasa chagua wewe mwenyewe, ni heri uoane na mfinyanzi au kichanga. Maana kichanga yeye anasambaratika. Ukimuaga kwamba ninaenda nchi za nje kusoma miaka 5, utakuta ameshaolewa, amezaa na mtoto mwingine. Akikuaga ninakwenda semina kwa wiki moja, anapata mwanamke mwingine kule. Maana ni udongo kichanga, hautulii. Udongo wa 3 unaitwa ni udongo tifutifu. Huu udongo tifutifu una mazuri yake na magumu yake. Hebu nisikie vizuri. Sifa yake, una vumbi jingi. Kaupepo tu kakipiga tu kidogo, unaona vumbi linaruka. Sasa kwenye wale mlio kwenye ndoa, na mna watu wa udongo tifutifu, tahadhari ni hii hapa. Kwenye udongo tifutifu huwa hatuvai nguo nyeupe. Muda wote atakuchafua. Ndo wale mko kwenye lesoni, mwalimu anasema samahani mzee Mabura, hebu ongezea neno. Unataka kunyosha ongezee, mwenzi wako anafyoza, wangemjua huyu mbwa mambo yake. Simameni tuombe. Simameni tuombe. Kesho tutaanzia mahali hapo kwenye udongo. Weka mahali hapo kituo, halafu tutaanzia mahali hapo. Aina 3 za udongo. Sasa ukishajua udongo huo ufanye nini? Ukishamjua mwenzi wako ni mfinyanzi, ni kichanga, ni tifutifu, ufanye nini? Usimrudishe nyumbani. Nitakuelekeza kesho jambo la kufanya. Karibu ungane nami. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tuna mambo ya kukumbuka kabla hatujaingia kwenye ndoa. Wako waliochelewa, lakini nakushukuru maana umetuleta hapa ili tupate tumaini lenye baraka, mahali ambapo tutakuja kujifunza namna ya kukarabati mambo yaliyoharibika. Na mtumishi wako atakaposimama kuinua mioyo yetu juu, ruhusu ndoa zetu zilizoharibika zikakarabatiwe kwa jina la Yesu. Asante sana maana umekuwa nasi, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen.